Yesu asifiwe. Tutakwenda kujifunza neno la Mungu katika kitabu cha Isaya sura ya kwanza mstari ule wa 5 na wa 6. Kwenda kujifunza neno la Mungu linasema katika kitabu cha Isaya sura ya kwanza mstari wa 5 hadi wa 6, inasema ya kwamba mbona mnataka kupigwa hata sasa, hata mkazidi kuasi? Kichwa chote ni kigonjwa, moyo wote umezimia. Mstari wa 6, tangu wayo wa mguu hata kichwani hamna uzima ndani yake, bali jeraha na machubuko na vidonda vitokavyo usaha. Havikufungwa, havikuzongwazongwa, wala havikulainishwa kwa mafuta. Tunaenda tena katika Isaya hiyo moja mstari wa 14 hadi 15, nasema hata tuishie tu wa 14, nasema sikukuu zenu za mwezi mpya na karamu zenu zilizoamriwa, nafsi yangu yazichukia. Mambo hayo yanilemea, nimechoka kuyachukua. 24 mstari wa 24 na 24, hiyo sura ya kwanza mstari wa 24, nasema kwa hiyo asema Bwana, Bwana wa majeshi, mwenye enzi wa Israeli, Bwana wa majeshi, mwenye enzi wa Israeli, nitapata faraja kwa hao wanipingao, nitatwaa kisasi kwa adui zangu. Lakini mstari wa 28 inasema, mstari wa 28 inasema, lakini kuharibika kwao wakosao nao wenye dhambi kutatokea wakati mmoja, nao wamwachao Bwana watateketezwa. Mtumishi wa Mungu, umehubiriwa mara ngapi habari njema? Umehubiriwa mara ngapi kwamba hiki ni dhambi? Umeambiwa nini na nini kwamba hili ni dhambi na vyote haujaviacha? Umeenda mara ngapi kanisani ukisikia habari ya kuambiwa kwamba hili ni dhambi? Ukaambiwa mwanamke kufanya hiki ni dhambi, mwanaume kufanya hili ni dhambi. Umehubiriwa mara ngapi? Lakini kwa sababu tu ya uzima ndio unaoweza kukupa kiburi, usiweze kusikiliza, usiweze kutii. Unaona kana kwamba vyote unavyohubiriwa kana kwamba havikuhusu. Kama havikuhusu, ulienda kufanya nini kanisani? Ulienda kufanya nini badani? Angalia mtumishi, kila neno linalohubiriwa kanisani, hata kama angesimama mtoto kuhubiri, usimdharau. Hata kama angesimama mtu ambaye unamuonaga ni wa kawaida, usidharau. Ila tu akisoma tu ndani ya Biblia, naomba ulisikilize neno alilolisoma, kwa sababu kumekuwa na matengano. Kumekuwa na matengano. Mtu anakuhubiria neno la Mungu vizuri, lakini bado unataka tujisikie unavyojisikia. Kumtii Mungu imekuwa ni ngumu. Biblia inasema katika kitabu kile cha Isaya 1 mstari wa 5 mpaka wa 6, mbona mnataka kupigwa hata sasa, japo mmeingia kanisani kuabudu? Mbona bado mnataka kupigwa? Umeambiwa acha uzinzi, acha. Umeambiwa acha wizi, acha. Mwanamke kuvaa suruali ni dhambi, acha. Mwanamume kuvaa nguo impasao mwanamke, acha. Mwanamke kuvaa nguo inayompasa mwanaume, acha. Umeambiwa, lakini bado mgumu. Uambiwe nini? Na vigemu na vifanya kwa siri, hata wachungaji hawajui. Unafikiri Mungu utamficha? Yeremia inasema kwamba hakuna mahali ambapo, inasema kwamba Mungu, je, kuna mahali popote mwanadamu aweza kujificha? Au nikuuliza, kuna mahali popote mimi na wewe tunaweza tukajificha Mungu asituone? Hakuna. Tazama, mahali pote Mungu amepatengeneza yeye, lakini kwa sababu tu ya uongo. Angalia mtumishi, usije ukapigwa na Bwana. Angalia mtumishi, usije ukaangamia. Angalia, jihadhari nafsi yako, maana kuharibika kwa wabaya kutatokea wakati mmoja, tena saa moja. Jiangalie nafsi yako, jitafakari maisha yako, tembea na Yesu maisha yako yote. Uhakikishe kila inapoitwa leo
kwamba Yesu yuko ndani yako, kwamba hakuna ugomvi kati ya wewe na Mungu, kwamba hakuna vita kati ya wewe na Mungu. Usifanye kisasi wala usitwae kisasi kwa ndugu wala kwa jamaa wala kwa mtu. Mtu akikuchukiza muonye, akikubali msamehe. Usiwe mtu mwenye kinyongo. Usiwe mtu mwenye kinyongo. Jihadhari nafsi yako, linda maisha yako, linda moyo wako kuliko yote yalindayo. Linda maisha yako, linda nafsi yako, jihadhari nafsi yako, linda moyo wako kwa bidii. Tii neno la Bwana, shikilia maagizo ya Mungu, heshimu wachungaji, heshimu wanakwaya wenzio, heshimu wazee wa kanisa, heshimu mashemasi, heshimu vijana, heshimu wazee, heshimu wamama, heshimu mabinti. Ubarikiwe na Bwana.